mzee yule. Nina machungu sana juu ya kifo cha mke wangu, na nitahakikisha nalipa kisasi. Na kazi ya leo usiku aliotuagiza mkuu, tupo na huyu. Kama wana kijiji wameshindwa kukata mguu yule mzee, tutahakikisha tunalibeba hilo jukumu mpaka tuukate mguu yule mzee. Amba Wanakijiji, kwa mwenyekiti pale, kila mtu ana wajibu kwenda kuzungumza jambo ambalo linatusumbua hapa kijijini. Sasa basi, tuondokeni twende kwa mwenyekiti.
Sogeni. Sogeni. Sogea wote sogeni hapa. Odi mwenyekiti. Odi mwenyekiti. Karibu. Tutakuhitaji mara moja mwenyekiti hapa. Wanakijiji, karibuni. Karibuni wanakijiji wangu. Wanakijiji kwema? Karibuni. Sio kwema. Unani tena? Wananitisha. Sisi unapotuona hapa tumekuja kwa mwenyekiti kama ngazi ya serikali. Sisi wananchi wako tumekuja hapa kuelezea shida yetu. Kwa hiyo tunaomba tusikilize. Nawasikiliza. Ndugu mwenyekiti, sisi kijiji tumekichoka. Niko na wanakijiji wenzangu, tumekuja hapa, matatizo yamezidi. Yule mzee sisi hatumuelewi, matukio kila siku yanaendelea hapa kijijini. Tumekuja hapa, ikiwezekana afukuzwe kijijini, nyumba yake au ichomwe moto, ikiwezekana tumuue kabisa. Na ndio maana tumekuja kwako ndugu mwenyekiti. Sisi tumeshachoka. Maendeleo hakuna kwenye hichi kijiji kwa ajili yake. Tumechoka mwenyekiti. Mambo gani haya? Ndugu mwenyekiti, hiyo nyumba kama vipi ichomwe moto, sisi wananchi ndio tunavyotaka, au wenzangu mnasemaje? Ndio. Ndugu mwenyekiti na wanakijiji, kwamba mnasema yule mzee ni mchawi, macho yake ni mekundu. Kwani hamna wazee wengine hapa kijijini macho kama yale? Kwa hiyo tuache ubaguzi. Ndugu mwenyekiti, vijana wenzangu, hili jambo tunaomba tumwache mwenyekiti mwenyewe. Tumechoka kuonewa bwana. Ndugu mheshimiwa mwenyekiti, kama ulivyotangulia kuongea wanakijiji wenzangu, na mimi napita humo kuhusiana na huyu mzee, maafa anayoyafanya katika kijiji hiki. Maafa anayoyafanya sio maafa madogo, ni maafa makubwa sana. Lakini wewe ukiwa kama mwenyekiti haujapata kushuhudia hata moja, unapata kusikia na watu, lakini unashindwa kufanya uamuzi. Sasa sisi kama wanakijiji tumeandamana na mpaka tumefika hapa. Tunachohitaji ule mzee mguu wake ukatwe, ama vinginevyo basi na yeye awake moto katika usiku wa manane. Ama sivyo wanakijiji wenzangu? Ndio. Tumechoka matatizo yake. Kwa hatutaki kuendelea kumfumbia macho tena. Si unatuelewa? Sikizeni niwaambie wanakijiji wangu. Hapa cha kufanya, twende vyombo vya dini, ili mradi yule mtu awekwe chini, kama kumshauri wa mshauri, kama kusomewa dua asomewe, ili mradi hiyo kazi aache kama kweli mchawi. Na mnajua kisa kwamba serikali haijui uchawi. Na mkienda kuchoma nyumba yake moto, mtashtakiwa. Ila mimi nitaongea naye vizuri tu yule mzee, kama muelewa ataelewa na kama sio muelewa hataelewa. Si mmenielewa wanakijiji wangu? Wanakijiji wangu niwaambie kitu. Kuchoma nyumba ya mtu ni vibaya, kuchukua sheria mkononi ya aina yoyote. Na ndio maana hata mke na mume wanagombana ndani, wakaenda kushtakiwa, mmoja lazima achukue sheria kali. Inamaanisha nini? Haitakiwi kuchukua sheria mkononi. Vyombo vya dola vipo. Si mmenielewa wanakijiji wangu? Sasa wanakijiji wenzangu, kulingana na maelezo ya mwenyekiti, tunachohitaji kwamba tusibaguane. Anaomba mwenyekiti tuwe wapole. Sasa basi huyo naye ni binadamu kama sisi, ni binadamu mwenzetu. Kwa hiyo tusibaguane, tusiishi kama wanyama porini. Tunahitaji kusikiliza na kufanya ufumbuzi. Serikali, mwenyekiti tushafikisha ujumbe, atalifanyia kazi. Kwa hiyo tuweni wapole. Ndugu zangu, mimi nakubaliana na bwana Kapombe. Mimi namsikiliza bwana Kapombe, jambo lake basi tumwachie mwenyekiti, atajua afanye nini katika hili. Haiwezekani, lazima tukaukata ule mguu.
Baba, 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 mbona hivyo? Ule mguu niliokuambia. Baba, mbona hivyo? Mwanangu, ule mguu niliokuambia. Yule mzee niliokuambia mguu huu wake unatoa moto. Mwanangu, ule mguu niliokuambia kwamba unatoa moto. Yule mzee huyo mzee hawezekanishi. Hata kama atakufa kwa mipango ya Mungu, ila sio kwa uchawi wangu. Nitamaliza vilinge, nitamaliza mizimu, mitishamba yote ya kutengeneza uchawi, lakini sitomweza. Hawezekani.